Yeba. Basi ikiwa kama ilivyo ada, kama ilivyo desturi, kuzidi kusonga kutoka A kwenda B, kutoka moja kwenda mbili. Basi leo tuko na episode ya pili ya Kigongo anakiita Secret Level. Kama nilivyokuambia, episode hizi, kila episode ina story yake, karakter wake na hata ending yake. So tuzidi kusonga mbele bila shaka, bila noma, bila mabamba yoyote, tukizidi kukiwasha, kukiwakilisha kutoka ndani ya Dara ya First Project Film. Ni Secret Level episode ya pili. Na inamzungumzia nani? Mtaalamu wanamuita Sifu. Wanasema inachukua maisha, it takes a life. Basi kigongo chetu kinaanzia ndani ya jiji la China, ndani ya mitaa ya Uswazi huko China. Huu ni mtaa ambao umechangamka sana na ni majira ya mvua. Tunakuja katika mgawa mmoja. Tunakutana, kuna mtaalamu mmoja kijana kabisa, alikuwa akicheza chess huko akisubiria msosi katika mgawa huu. Oh, these so good. What do you put in them? Kijana akasema, msosi huu ni mzuri kwa kweli. Bibi akasema mchukue miaka 6 kuweza kutengeneza msosi huu, kipindi hicho ni kijana. Lucky, 5 days straight I've been lucky. And I better keep being lucky until whoever you're waiting for finally. Naliamini ndani ya siku moja atakuja kuweza na kuupika huo msosi vyema kabisa. Sasa kuna njemba zilikuwa 3 hapa zinaingia. Bwana mdogo aliziangalia kwa makini. Sahihi alama akaikumbuka ndio iliyouaga familia yake. Njemba zenye alama ya namna hii ziliweza kuwa familia yake, baba na mama. Na yeye aliponia chupo. I know those boys. Bibi akamwambia kwamba anawajua hao vijana, ni watamuua. Hala mwita usende, watakuwa. Na saa muda wote yeye ashakufa. Ameshaisha. Sasa mtaalamu aliwafuata ndani ya kasino hiyo, ama ndani ya pub. Na washikaji walikuwa ndani, akawacheki wanatafuta wako wapi, akawazumu wale pale waiter. Fika hapa akauliza, "Oya, yule bosi wenu yuko wapi?" Jamaa kona udogo, mbona anaita shobo? Mimi siongee sana. Acha niweke mic yangu pembeni tu jione mwenyewe. Bwana mdogo alikatwa. Sasa huyu bwana mdogo ni hafi. Yaani kama hivyo akikatwa hivyo maisha yake yanaongezeka maradufu. Yaani tuseme anafufuka tena, lakini akiwa na umri mkubwa wa hapo, kama inaongezeka ni miaka 5 au ni miaka 10, kwa sababu ana hizo ilizi zinazowaka. Sijama kishanga, mbona ameamka? Aisee, bana mkubwa kaona hapa ni kukacha, hapa ni kuyepa. Aisee alipewa kisu cha mgongo. Sasa kufika hapa anamwona bosi yule. Naangalia bosi mwenyewe anashangaa, huyu ni kijana gani huyo? Sasa crew nzima ama team nzima, team kabambe, vunja huyo. Unaambiwa ni aliwavuna. Sasa wataalamu kamzidi nguvu akamuua namna hiyo. Ebo. Sasa kama nilivyokuambia, huyu mtaalamu huwa ni hafi. Kila anapokufa anafufuka, lakini umri wake unakuwa umeenda. Ni kutokana na zile ilizi. Sasa hapa ndo wanatuonyesha inakuaje. Anasogea hivi, anakutana na mwili wake wa miaka 5. Umeona? Unamuonyesha alipokosea, alipofanya uzembe mpaka akapigwa. Kwa hiyo atakapofufuka hapo hatakuwa tena kama yule mshikaji mwingine. Yaani hatopigwa tena kama alivyopigwa mwanzo. Kwa hiyo hapo sasa amekufa, anafufuka tena. Na anapofufuka kile kinani kinapasuka kama hivyo. Kwa hivyo imebaki maisha 3. Kwa hiyo hapo ika 5 imebaki maisha 15. Mtaalamu akazinduka. Oya, kafufuka huyu. Lakini chekishia mambo hayo. Wewe.
Mchezo ni ule ule, unakufa, unafufuka. Sasa hivi imebaki viwili hapo. Unakufa, unafufuka. Unaambia mtaalamu ni anaua ile mbaya. Shamaliza kazi sasa. Tunaenda kumfuata Jabubu, mkuu mwenyewe. Mnyabumbu mwenyewe. What do you want? Old man. Anamuuliza unahitaji nini wewe? Kijana mzee. Kijana mzee tena. Wewe mzee unahitaji nini? Sasa mama akamwambia kama unapenda maisha yako ni bora uondoke. Ila kama uyapendi ali kilichotokea sote tujui. Basi kama unavyojua siku hazigandi na muda haugandi. Ni mida ya alfajiri saa 12. Mtaalamu akarudi kwenye ule mgahawa na akaagiza chakula kile kile. Bibi akasema, ni jana nimetoka kukutana na mjukuu wako na yeye amefanana kama wewe. Yaani mwili, maumbile, mpaka na tabia. Mjukuu wako alikuwa ni mchangamfu kweli. Hasa hajajua kama anayeongea naye sio mjukuu wake, ni yeye mwenyewe. Jamaa akasema ni mimi mwenyewe. Bibi akamtania, wewe usinitanie wewe. Hasa jinsi anavyokitaja chakula na maneno anayozungumza ni kama aliyozungumza bibi jana. Sasa bibi haamini. Mshikaji amefikaje mpaka umri huu wakati ametoka tu kukutana naye jana. Ni kitendo cha usiku mmoja. Hata jinsi alivyoshika stiki, kaona nakumbuka scene ya kwanza tu. Ndio bibi akagundua jamani yeye. Na huu ndo unakuwa ni mwisho wa episode yetu ya 12, ya pili. So tukutane ndani ya episode ya 3.